Kwaheri Mohamed Salah. Muda umewadia wa kushusha pazia la zama zilizotawaliwa na miujiza, zama ambazo miguu ya mwanadamu mmoja iligeuza ndoto kuwa uhalisia ndani ya dimba la Anfield. Mohamed Salah, gwiji na mfalme asiyetawazwa wa soka la kisasa, anaondoka Liverpool akiwa ameacha alama isiyofutika katika mioyo ya mamilioni ya mashabiki wa The Reds kote duniani. Safari yake haikuwa tu ya kusaka ushindi wa dakika 90, bali ilikuwa ni simulizi ya ushujaa, uvumilivu na mapinduzi makubwa ya soka yaliyobadilisha kabisa dira na mwelekeo wa klabu hiyo kongwe nchini Uingereza. Kila ukurasa wa kitabu chake ulijaa shauku, na sasa tunalazimika kusoma sura ya mwisho kwa masikitiko makubwa, huku tukitambua kuwa mwisho wa safari ndio mwanzo wa safari nyingine. Tangu alipokanyaga nyasi za Anfield mnamo mwaka 2017, Salah alionyesha dhahiri kuwa hakuwa mchezaji wa kawaida aliyekuja kupita tu, bali alikuwa nembo ya mapambano na matumaini mapya. Ndani ya msimu wake wa kwanza pekee, aliziteka nyoyo za Uingereza na ulimwengu mzima kwa uwezo wake mkubwa wa kutuliza mpira, kupenya ngome ngumu na kucheka na nyavu kwa urahisi wa ajabu. Ni kutokana na ukali huu, kasi ya dhoruba na mamlaka aliyokuwa nayo uwanjani, ndipo mashabiki walipomvua jina lake la kawaida na kumvika taji la heshima, wakamwita The Egyptian King. Alitawala upande wa kulia wa ushambuliaji kwa namna ambayo haijawahi kushuhudiwa, akifanya mambo magumu yaonekane mambo mepesi mno kwa watazamaji. Katika utamaduni wa Kiarabu tunasema shukran ya maliki, asante mfalme, neno fupi lenye kubeba uzito wa milima kwa kila kitu alichokifanya kwa ajili ya klabu hii. Salah ametupa furaha ambayo hakuna mchambuzi yeyote wa soka anayeweza kuielezea kwa ufasaha wa kalamu au ulimi pekee. Kila mara alipovaa jezi nyekundu, alionyesha ari yake ya kipekee na nidhamu ya hali ya juu sana, akizifanya jioni za Anfield za kihistoria na zenye msisimuko mkubwa usiochuja. Alikuwa zaidi ya mfungaji, alikuwa msanii aliyekuwa akichora picha za ushindi kwenye mioyo ya mashabiki waliokuwa na kiu ya mafanikio kwa miongo kadhaa kabla ya kuwasili kwake. Akiwa uwanjani, Salah alikuwa na silaha hatari zaidi ambayo wachambuzi wa soka wa Uingereza wanaifananisha na clinical finish ya kiwango cha juu kabisa cha kilele cha soka. Uwezo wa kupokea pasi, kugeuka na mabeki wawili au watatu, na kisha kupiga shuti la mguu wa kushoto lililojaa ufundi lilikuwa fumbo gumu ambalo walinzi wengi wa Premier League walishindwa kulitegua kwa miaka miwili. Hakuna beki aliyepata amani wakati Mohamed Salah alipokuwa akija kwa kasi kuelekea langoni, kwani alijua fika kuwa sekunde moja tu ya kurejea ingemaanisha mpira kujaa nyavuni na uwanja mzima kulindima kwa heshima na shangwe. Msemo mmoja wa kale wa Kiswahili unatukumbusha kuwa maji yakimwagika hayazoeleki, na huu ndio ukweli mchungu na wakabili mashabiki wa Liverpool hivi sasa, tunapokubaliana na naye ukweli wa kuondoka kwake. Pengo analoliacha mbele ya safu ya ushambuliaji si kitu kinachoweza kuzibika kwa usajili wa kawaida wa msimu mmoja au miwili, kwani Salah alikuwa muhimili na mhimili wa mashambulizi yote. Kila tone la jasho alilolimwaga, kila maumivu aliyoyavumilia uwanjani na kila tabasamu la ushindi alilolitoa litabaki kama alama ya kudumu ya mapenzi yake ya dhati kwa klabu hiyo na watu wake. Kumbukumbu za mafanikio yake zitadumu milele kupitia mataji makubwa aliyosaidia kuyaleta Anfield, ikiwemo taji lililosubiriwa kwa miaka 30 la English Premier League na lile la usiku wa kihistoria wa UEFA Champions League. Salah hakufanya tu Liverpool ishinde, bali alirudisha heshima na hadhi ya klabu hiyo katika ramani ya soka la Ulaya na duniani kote baada ya kipindi kirefu cha ukame wa mataji makubwa. Kupitia mabao yake muhimu katika mechi za dabi na hatua za mtoano, aliithibitishia dunia kuwa yeye ni mchezaji wa mechi kubwa ambaye haogopi pressure yoyote, iwe nyumbani au ugenini. Katika nyakati za dhoruba na nyakati za furaha, Salah alisimama imara kama mnara wa taa unaowaongoza mabaharia waliopotea baharini.
Alidhihirisha kwa vitendo maana halisi ya falsafa na msemo maarufu unaoongoza klabu hiyo tangu asili yake, you will never walk alone, hutatembea peke yako kamwe. Ushirikiano wake na wachezaji wenzake na uhusiano wake wa karibu na mashabiki jukwani uliunda udugu thabiti ulioifanya klabu hiyo kuwa ngome isiyotikisika na timu inayofiwa zaidi na wapinzani wao. Zaidi ya umahiri wake mkubwa wa kusaka kabumbu, unyenyekevu na uungwana wake nje ya uwanja uligusa mioyo ya mamilioni ya watu wasiojua hata soka. Kiarabu kina neno zuri sana kwa sifa hii ya kipekee, al-tawad, unyenyekevu. Sifa ambayo Salah aliishi nayo kila siku licha ya kuwa mmoja wa wanariadha wanaolipwa pesa nyingi na maarufu zaidi duniani. Alikuwa balozi mwema wa utamaduni wake, mfano wa kuigwa kwa watoto wadogo wanaochipukia, na mwanadamu aliyetumia mafanikio yake kusaidia jamii mbalimbali na kuleta amani popote alipopita. Kila chenye mwanzo kina mwisho, na kwa masikitiko makubwa huu ndio mwisho wa zama za dhahabu za Mohamed Salah ndani ya viunga vya Merseyside. Huu ni wakati wa yeye kuelekea kule ambako hatari mpya na changamoto mpya zinamngoja ili kuendeleza historia yake kubwa ya soka. Tunamwaga tukijua kuwa ametimiza wajibu wake kwa ukamilifu mkubwa, amepiga vita vilivyo vyema na ameacha urithi ambao hautasahaulika kamwe, hata vizazi vingi vijavyo vikipita katika korido za Anfield. Tunapofunga ukurasa huu wa dhahabu, tunamtaka kwa sauti ya mapenzi na heshima kubwa, thank you Mo, asante Mo, na kwa lugha ya nyumbani kwake tunasema maasalama Mohamed Salah, nenda kwa amani. Hakuna shaka kuwa umefikia hadhi ya juu kabisa ya legendary status, na jina lako sasa limeandikwa kwa wino wa dhahabu usiofutika katika vitabu vya kihistoria vya Liverpool. Popote uendako duniani, kumbuka kuwa Anfield itabaki kuwa nyumbani kwako daima, na sauti za mashabiki zitaendelea kuvuma zikiimba jina lako kwa vizazi na vizazi. Makala hii imeandaliwa na kuandikwa na kusomwa na mimi Nesto Shayo. Kama umependezwa na uchambuzi huu wa kina wa michezo na unatarajia kupata makala pamoja na habari zaidi za kusisimua, usisite kuungana nami kila siku. Endelea kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii ya Facebook, X, Instagram na YouTube ili usipitwe na chochote. Kama kuna jambo jingine lolote unataka lirekebishwe, nifahamishe ikiwa ungependa. Mimi naitwa Nesto Shayo.